Kristo. Karibu tena katika kipindi cha Gombo la Chuo kinacholetwa kwako na mtumishi wako Apostle Dennis Thaje. Leo tunataka kuangalia Injili ya Yesu kama ilivyoandikwa na Marko katika sura ile ya 8 na mstari wa 36, 37 na 38. Kwa kuwa itamfaidia mtu nini akiupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake? Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, Mwana wa Adamu atamuonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Baba, ulibariki neno lako katika jina la Yesu Kristo. Naomba unisikilize mpendwa. Nataka nizungumze na wewe. Kuna vitu vingi ambavyo tumekimbizana nazo duniani hapa. Kuna mambo mengi yamefanya watu kuwa busy. Kila mtu anasema yuko busy. Lakini ukiangalia mambo anayofukuzana nayo ni mambo ambayo hayana faida katika ufalme unaokuja. Na unajua ya kwamba Biblia inauliza swali, itamfaidia mtu nini akipata ulimwengu wote na mwisho apate hasara ya nafsi yake? Kuna watu wanafukuzana na warembo, anakutana na vijana wenzake, anapanga listi ya warembo waliotembea naye, lakini mwisho wake faida ni nini? Kuna watu wanafukuzana na fedha, wanaiba bank, wanaiba kila mahali, tamaa, majengo makubwa, magorofa, magari ya fahari, lakini mwisho mambo yote itamfaidia nini katika ulimwengu unaokuja? Ndio maana Biblia inauliza ya kwamba itamfaidia mtu nini akipata vitu vyote ulimwengu mzima, lakini mwisho apate hasara ya nafsi yake. Sio hivyo tu, leo tuna mambo mengi. Watu wanang'ang'ania jina kubwa, wanasiasa wanang'ang'ania jina kubwa, wako tayari kutoa uhai wa mtu, wako tayari kuchafua jina la mtu, wako tayari kumharibia mtu sifa zake ili aonekane yuko juu. Lakini itamfaidia kitu gani kama atapata ulimwengu huu, vyo vyote anavyohitaji, na mwisho apate hasara ya nafsi yake? Hili ndo swali la kujiuliza. Itamfaidia mtu nini akipata vyote ulimwengu mzima na mwisho apate hasara ya nafsi yake? Kuna warembo wanaojisifia kwamba wao hawakataliwi na wanaume. Wao wakijitokelezea wanaume wanaenda nje, hawezi kujistahimilisha. Lakini mwisho wa mambo yote itamfaidia kitu gani? Apate wanaume wote na mwisho ajikute jehanamu. Swali hili ndio swali la kuweza kujiuliza. Kuna watu wanaendeshwa na viburi, wanaendeshwa na jeuri, wakifikiria wanaweza kupiga kila mtu, wakifikiria wanaweza kufanya chochote wanachohitaji. Sawa kabisa, wanaweza nunua chochote wanachoweza kununua, lakini swali ni moja tu. Mbingu inauliza, itamfaidia mtu nini akipata ulimwengu wote na mwisho apate hasara ya nafsi yake? Nikushauri tu kwamba ni bora ungelikuja kwa Yesu Kristo. Nikushauri tu kwamba Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kwenda kwa Baba asipokuwa na huyu Kristo Yesu. Angalia mstari ule wa 37. Inanena vizuri kabisa. Inasema ya kwamba ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Unaweza kutoa nini badala ya nafsi yako? Mungu alikuumba kwa uzuri. Mungu akaweka roho ya uchaji ndani yako ili uweze kumcha yeye. Lakini sasa unaweza kupata kitu gani badala ya nafsi yako? Ili ni jambo lingine la ajabu sana. Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Unaweza kutoa nini? Sikiliza, maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, Mwana wa Adamu atamuonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Yesu anasema pale mwisho atajitokelezea, atakuja na mtu aliyemuonea haya hapa duniani, akulikiri jina la Bwana, akunena habari za Kristo Yesu. Huyo mtu Kristo Yesu atamuonea haya siku ile akija na malaika zake mbele za Baba yake. Mpendwa, itakuwa ni hasara kwako. Jehanamu itafungua milango yake kukualika ingia, na utakuwa na sababu ya kukataa,
kwa maana nafasi unayo sasa ya kuchagua njia iliyo nzuri, njia ya kwenda mbinguni. Mungu wa Israeli kubariki. Ukijiuliza swali hili kubwa, itamfaidia mtu nini akipata ulimwengu wote na mwisho apate hasara ya nafsi yake? Amen.